CS. Wanatuka kwa Bibilia CS. Hapo. Sawa sasa. Tumekuja Magopo. Leo salamu nyingi sana kutoka kwa Nairobi, mnapokea? Tumekuja kuambia watu wa Magopo kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shawika mara 3. Amkeni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Tunasema tuko kwa harakati ya ukombozi wa 3 na wa mwisho wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya 3 ni ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana. Vijana mko? Vijana mko? Haya yote tunafanya kwa sababu ya vijana. Na ndivyo vijana wajibike. Kwa sababu tunasema harakati ya ukombozi wa 3. Hapa Magumu. Hapa ndio mwanzo wa Nyandarua County. Nyandarua County ilikuwa makao ya wakoloni. Hapa ndio makaburu walikuwa wamekalia wa Afrika. Hapa katika Nyandarua. Walifanya ilikuwa ni nyumbani kwao. Wakaita hapo mchini unaita Happy Valley. Boma ya wazungu. Na Waafrika wakamwambia ondokeni mrudi Ulaya. Wache Waafrika wajitawali. Sawa? Lakini tangu wakati ile mpaka sasa kuna shida mingi tena sana hapa Nyandarua. Ama sivyo? Ama sivyo? Najua hapa Magumu ilikuwa inategemea uchumi ya bao. Ya bao sio? Tangu waliserikali funga ili biashara ya kukata miti mpaka sasa uchumi umezorota hapa, sio? Sivyo? Sivyo? Mnataka ifunguliwe? Mnataka ifunguliwe? Ndio tunataka ifunguliwe na kwa mkono. Nimesikia kilio ya wakaji wa Magumu. Manake hapa kuna ile inaitwa plantation forest. Ile miti ambazo zinapandwa kama imekomaa inatakana ivunwe. Zisivunwa zinakauka na zinaoza. Kama sivyo, serikali ifungue, sio? Mimi nitamwambia Rais Uhuru Kenyatta leo hii. Serikali ifungue ili biashara ya bao na hata kuendelea. Sawa. Vile nimeambiwa hapa na gavana. Hadi hapa kuna ardhi pale ambayo kulikuwa kuna maji ambayo imekuwa circulated ekari 70 ambayo nimesikia iko huko nyuma. Nimesikia ati Wahindi wengine wanakuwa wanataka kuweka ile pale kuchoma Wahindi ambayo wamekufa. Tunasema hapana. Hadi hiyo commercial land ichukuliwe, alafu iwekwe pale mahali pa viwanda vinaweza kujenga pale. Ili kupata ajira. Ama sivyo? Badala kuwekwa inakuwa ni kaburi ya Wahindi, pale ambapo Wahindi wanakwenda kuchoma watu wao ambao wamekufa. Ama sivyo? Ama sivyo? Tunataka namna hiyo. Unajua ya kwamba kuna shida ya miundo msingi, shida ya stima, shida ya maji, na shida ya barabara. Ama sivyo? Yale yote mimi nimeelewa. Kwa sababu tunasema tunataka kuleta mapinduzi ya uchumi. Tumesema tunataka kila mtoto anazaliwa katika taifa letu apate fursa sawa kuanzia nursery
primary, secondary, mpaka chuo kikuu kama yeye. Hata kama wazazi hawana pesa, sio? Sivyo? Akimaliza apate kazi sawasawa. Kazi sawasawa. Tunataka vijana wapate ajira. Wengine mechanic, wengine seremala, wengine wanakuwa welders, wengine wanakuwa plumbers na kadhalika, wapate kazi sawasawa. Kama sivyo, na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe wapewe mkopo na serikali kuanzisha biashara yao wenyewe, waendeshe biashara sawasawa na wasilipishwe riba au chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawasawa? Unaunga mkono vijana? Unaunga mkono ili tuweze kupigana na adui yetu mkubwa ambaye ni ufukara. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Hello. Juzi nilitangaza ati ukiangalia katiba yetu ya Kenya imesema inataka kuleta serikali ambayo itakuwa inaangalia maslahi ya watu wa chini, watu ambao hawana mapato. Hatukuona kama kuna ufukara katika taifa letu, pale ambayo watu wanalala njaa, hawana chakula, kama hakuna kazi, ama sivyo? Hiyo imeandikwa kwa katiba yetu. Ndio sababu nimesema tutatekeleza katiba yetu, na tumesema tunataka kuona kama kuna jamii ambaye hawana mapato, wengine kazi imepotea, hakuna mtu mmoja ambaye anapata mshahara. Tumesema kuanzia mwaka ujao kila jamii hayo watakuwa napata kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Nasikia kama wezi wanalalamika. Mimi najua pale wanatoboa mali ya serikali na inatiririka. Ndazibe hizo mianya zote, nitapata pesa ya kutosha ya kulipa wale jamii ambaye hawana mapato yoyote kila mwezi shilingi 6,000. Inawezekana. Sema nini inawezekana? Inawezekana. Ndio sababu nilitangaza ya kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Tupigane na adui wetu mkubwa ambaye ni ubaguzi wa kikabila. Wewe ni Mkikuyu, hukuchagua uzaliwe Mkikuyu. Huyo ni Mkamba, hakuchagua. Huyo ni Mluhya, huyo Mjaluo, huyo Mjikenda na kadhalika. Wewe ni Mkenya kwanza. Sawa? Sawa? Ndio sababu tunataka kuunganisha kabila zote za Kenya 45 wawe kama kitu kimoja. Kusiwe na ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kikabila. Kila Mkenya ni Mkenya na yeye ni Mkenya kwanza, sio? Ndio sababu nimetangaza U5. Moja inaitwa utu, pili inaitwa undugu, 3 ni umoja, 4 ni usawa, 5 ni uzalishaji. Sawa? Na nikisema semeni inawezekana. Utu,
Sema unawezekana. Utu, undugu, umoja, usawa. Taji. Kwa hiyo mimi nasema tuko pamoja na nyinyi. Leo niliamua mimi nikuje nione nyinyi sura zenu, nione nyuso zenu, nisalimiane na nyinyi, niambie mimi bado niko, na mimi ni yule. Na leo salamu kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Mnapokea? Kwa hivyo sasa wacha hawa jamaa haya. Vijana timim, vijana tilala. Asante sana. Tuko pale na Mheshimiwa Kioni, mjumbe wa Ndaragwa. Tuko pale na mjumbe Soti kutoka kule magharibi huko. Wote wanasalimu nyinyi. Sasa ile unajua ile reggae ilienda half time, sio? Nasema let us get together and feel all right.